Wadau unaokaribisha tena sana ndani ya The FM Show KE, na moja kati ya story ambazo tunaanza nazo leo ni story kuhusiana na rais mwenda zake rais wa tatu wa Jamhuri ya Kenya, mzee Mwai Kibaki. Kumbuka kuna kesi ambayo imekuwa ikiendelea mahakamani dhidi ya familia yake mzee Mwai Kibaki, haswa baada ya watu wawili kutokea na kuweza kuripoti katika mahakama kuu hapa nchini Kenya kwamba wao ni wanawe mzee na wanahitaji kuweza kupokea urithi wao kutokea kwa mali ya mzee Mwai Kibaki, rais wa tatu wa Jamhuri ya Kenya. Na taarifa ambazo zinatufikia kwa sasa ni ya kwamba the High Court ama mahakama ya upeo hapa nchini Kenya ina mikakati ya kuweza kufukua mwili wa marehemu mzee hayati Mwai Kibaki kwa ajili ya kuweza kufanya utafiti wa DNA, ndipo kuweza kugundulika haswa wawili hawa ikiwamo ni David Ochola na mwanamke ambaye anatambulikana kama JNL, ya kama walikuwa haswa ni wanawe wa damu mzee Mwai Kibaki. The High Court has set June 6th for the hearing of an application to have former President Mwai Kibaki's remains exhumed for DNA analysis in a case where man is claiming shares in the former politician's multi-billion shilling estate. The move follows the collapse of talks to have the matters resolved out of court. In the case, Jacob Ochola and a woman codenamed JNL moved to court claiming a stake in Kibaki's wealth on the argument that they were sired by the former president. They have since asked the court to hold a DNA test to show they are children of the late former president Mwai Kibaki. Ni kati ya taarifa ambazo zinatujia. Kulikuwa na mawasiliano na makubaliano baina ya familia ya mzee Mwai Kibaki ikiongozwa na mwanawe Jimmy Kibaki na Lucy Kibaki ya kwamba kesi iondolewe mahakamani na watasuluhisha kifamilia. Hila inaonekana kitumbua kilipata kuingia mchanga na watu hawa kushindwa kuelewana nje ya mahakama, hivyo ikambidi aliyekuwa ameweza kuripoti kesi ile David Ochola kuweza kuirejesha kesi mahakamani kwa mara nyingine, ndipo uamuzi wa mahakama utolewe kama mwili wa mzee Mwai Kibaki utapata kufukuliwa, ndipo chembe za DNA ziweze kuchukuliwa na kuweza kufanywa utafiti. Kumbuka mzee Mwai Kibaki alipata kuiaga dunia mwaka 2022 na kuweza kuzikwa mwaka huo mwezi Aprili. Aliweza kupewa a very very respected state burial, enzi zile tukiwa ni katika harakati na nyakati za siasa za mwaka 2022. Mazishi ambayo yalihudhuriwa na rais wakati ule Uhuru Kenyatta pamoja na aliyekuwa naibu wake William Samoei Ruto. Wakenya ni yapi wanayo kusema kuhusiana na hili? Nataka kusikia maoni yako swa kwenye comment section. Tuungane katika video zetu zijazo. Hii The FM Show KE.